haijawahi kutokea dabi mbovu kama ile pale. Sio kwa nini? Unajua mimi katika uchunguzi wangu kabla ya mechi siku 3 zilizopita nilishajua kabisa hii dabi kuna mchezo unafanywa, kwa sababu mimi mwenyewe mpira naelewa, na ingekuwa Ulaya zile timu zote zingeshushwa daraja kwa kiwango kibovu kilivyocheza, na kiwango kile inawezekana kuna jambo pale, sio bure, kwa sababu wiki mzima mashabiki wa Simba wanalalamikia refa. Nasikia kuna mtu kaongea, ukichezesha vibaya tutakufunga. Sasa angalia kwanza hiyo vitisho. Refa kila kona anamwambia huyu sio refa. Na kuna mshabiki mmoja wa Simba niliwahi kumsikia naongea, huyu refa Simba nkataeni, kwanza huyu refa ni mzee, hawezi kuchezesha. Lakini angalia jana refa alivyochezesha vizuri. Hata kama alikuwa anasema huyu refa ni mzee, huyu refa ni mshabiki sijui wa Yanga, wanapokuwa wanaongea mashabiki wa Simba. Lakini refa amechezesha vizuri. Sasa ile dabi ya jana ni dabi mbovu, kwa sababu kama tumeamua kucheza mpira, tucheze mpira. Tusiweke upendeleo kama mwaka 88 Simba anataka kushuka daraja alafu na mbeba asishuke. Mimi nakwambia mmezidiwa kila kitu. Ni kila kitu mmezidiwa. Yanga hajazidiwa. Na jana Yanga alikuwa anacheza jogging, sio mpira. Ndio maana nikakwambia mwaka 88 Simba alibebwa kutaka kushuka daraja, Yanga akakubali kufungwa. Na hii ilikuwa inatengenezwa hii hapa ya jana. Yaani walikuwa nalinda maslahi ya klabu ya Simba isipati kudhalilika, kufungwa mara 7 mfululizo. Ina maana pale nina wasiwasi kuna mchongo umetengenezwa wasifungwe mara 7, kwa sababu jana Yanga alikuwa anatembea, hakuna mpira wote ambao wamecheza. Kama Simba angekuwa na timu mzuri, jana angeshinda hata goli 3. Lakini kwa sababu timu ya Simba ni mbovu, wameshindwa kutumia zile nafasi. Yanga mabeki wa Yanga wamecheza mistake 6 za wazi za kufunga magoli. Lakini Simba hajapata ujanja wa kufunga, kwa sababu kocha wa Simba alijaza viungo wengi zaidi. Yaani hajaweka hata forward mmoja, alijaza viungo wengi. Yaani alikubali kumiliki mpira lakini ashindwe kupata goli. Sababu unapojaza viungo wengi, akili yako imekaa katika kumiliki mpira lakini usipate goli. Ndio kitu ambacho kwanza, hata kama jana Simba walikuwa na malengo ya kushinda lakini walikuwa na wasiwasi, ndio maana walijaza viungo wengi. Lakini Yanga jana alikuwa anacheza jogging. Ndio maana hata Alikamwe mimi sijanisikia mbwembwe zake zile kabla ya mechi. Alikamwe akijua hii mechi haina makandokando, Alikamwe anakuwa na mbwembwe nyingi sana. Lakini sijasikia mbwembwe yoyote, alikuwa mpole. Yaani pana jambo tu ambalo lilikuwa linaendelea, kuibeba Simba sifungwe mara 7 ili dabi izidi kuiboresha, kwa sababu angefungwa jana Simba dabi singekuwa na umuhimu wowote. Lakini leo hivi dabi imeshasimama katika umuhimu. Tunawasikia mtaani huku wanashangilia, tumepata goli limekataliwa, mbona mjitafunga tena? Ina maana dabi sasa imesharudi. Ina maana walichokifanya Yanga ni kuwalinda Simba, lakini kama Yanga wangeamua kucheza, Simba ingefungwa tena. Ndio maana watu wengi akina Pakome, kina Boka walipaki juu, silaha zote zipo juu. Ina maana ni mpira ambao umeshatengenezwa. Wao wanalalamika kwamba Simba Yanga hamjawahi kuwafunga Simba hata siku moja, isipokuwa tu ni mipango mnatengeneza, kama siku jana ambapo goli wamefunga goli lakini limekataliwa. Ni sahihi, kitu chochote lazima uwe na mipango. Hata ukitaka kujenga nyumba lazima uwe na mipango. Kama uwezi kuwa na mipango, uwezi kufanya jambo lolote. Yaani mipango ndio kitu cha umuhimu kwa binadamu mwenye akili timamu. Kama wanasema wamefungwa kwa mipango, ni sahihi. Kwa sababu bila mipango huwezi kufanya jambo lolote, bila mipango huwezi kumiliki fedha. Ina maana kweli tunawafunga kwa mipango, kwa sababu mipango unasajili wachezaji wazuri, unakuwa wachezaji wanakula chakula kizuri, wanalala sehemu mzuri. Hiyo ndio mipango. Hakuna mipango zaidi ya hapo. Nani likataliwa ile goli? Goli kwenda linakataliwa sio goli. Usilazimishe kila kinachoingia golini kiwe goli wakati sio goli. Ile ni offside. Offside ya wazi. Akunyanyua mapema Kibendera pale alipofanya offside. Yule Kibendera alishanyanyua muda mrefu, kwa sababu yule anaitwa Selemani Mwalimu alizidi bega. Refa yule mshika Kibendera kanyanyua. Na mpira umeshapigwa, Diallo kamgonga afu yule dogo akapinduka likawa goli, lakini Kibendera kimeshafanya nini? Kimeshanyanyuliwa. Lakini jana nimesikia kundi kubwa la wachambuzi, lile ni goli. Lile ni goli, lakini ukiangalia kiuhalisia,
hawa wachambuzi wameajiriwa katika media kwa sababu ya uandishi wa habari, kupeleka taarifa ambazo wanaziona, sio hawana taaluma ya aina yoyote ya mpira. Wao wameajiriwa kwa vitu vidogo vidogo, kwa wakipata kitu wanaenda kusema pale, lakini kwenye mpira ni akili ya kujiongeza, hawana taaluma ya mpira. Ndio maana nasema lile ni goli, lakini kwa sisi, kwa mimi ninajua sheria za mpira, lile sio goli. Goli lingekubaliwa. Simba wanapaswa kujilaumu kwa kutowafunga siku ya jana Young Africans. Simba hata wakijilaumu haina maana yoyote, kwa sababu kinachotakiwa wasajili timu mzuri. Ile sio timu, wale wanacheza mpira wa Unguja. Kama yule alikuwa anacheza pembeni, chenga nyingi ambazo hazina maana, anapiga chenga kweli, na uwezo kupiga chenga, lakini macho hayafanyi kazi. Unasema umelala na viatu, lakini uwezi kulala na viatu. Ndio maana nikasema Yanga waliwapa nafasi Simba wapate goli, hiyo ni wazi. Mimi tenge nimezaliwa sijaiona Yanga anacheza mpira kama ule. Yaani jana Yanga waliwapa Simba nafasi wapate goli ili na wao kidogo wapate nguvu, na hata hiyo sale nguvu wameshaipata. Tunawaona wanashangilia, tunaona leo asubuhi wamevaa jezi, ndio kitu ambacho kilichokuwa kinatengenezwa. Na tumemsikia msemaji wa Simba anasema tumefanikiwa. Wamefanikiwa. Unajua, unapotoa draw na timu kubwa, haya ni mafanikio. Kwa sababu kama umefungwa mara 6 mfululizo, alafu unakuja kutoa sale, hayo ni mafanikio. Alisema Ahmed Ally ni sahihi. Simba imefanikiwa kupata alama moja kwa Yanga, ambayo timu inatoa kipigo kwa kila mwaka na kwa kila siku na kila mechi. Ina maana wamefanikiwa kwa 85%. Waamuzi namna ambapo walivyochezesha mpira, kuna namna yote wanahitaji kulaumiwa? Mwamuzi hawezi kulaumiwa. Yanga na Simba hata chezeshe mwamuzi kutoka wapi, lazima mwamuzi atalalamikiwa, kwa sababu Simba wanahitaji ushindi kwa Yanga, lakini uwezo wa kushinda hawana. Sasa wao wana force. Ndio maana juzi mimi nilisema hii mechi angechezesha kiongozi yoyote wa Simba au mwanachama yoyote wa Simba, kwa sababu wangelaumiana wenyewe, sababu kila refa anasema huyu sio leo. Imefikia hatua nasikia sijui mtu gani, mimi simfahamu, sijamsikia yeye mwenyewe anaongea, nasikia tu kwenye vijiji vya kahawa alisema tu akichezesha vibaya anaenda jela. Mimi tenge nimezaliwa sijawahi kusikia mtu yani unamwambia refa kwa akichezesha vibaya anaenda, yani kwa kifupi unamtisha ili Yanga ionewe ipatikane, ila kwa sababu refa mwenyewe ana utimamu, kafanya kazi yake vizuri. Lakini vile vitisho, angekuwa refa wa ovyo, Simba jana angepata penalty. Lakini kwa sababu ni mwamuzi ambaye mwenye weledi mkubwa, amezoea mitikisiko mingi, amechezesha mpira kisheria, tena amechezesha mpaka hawa waloshika vibendera wote wamechezesha vizuri. Lakini timu ya Simba wamecheza mpira wa shule, wameshunta, hakuna walichokicheza. Yanga jana ilimhitaji Pacome Zouzoua awemo ndani yake. Hata angekuwepo Pacome, mchezo ndio ule ule wa kumbeba Simba. Hata angekuwepo Boka, mchezo ndio ule ule. Yaani pasingebadilika, kwa sababu wameshapanga kwa tumbebe Simba na yeye onekane mtu wa maana mjini, atambe. Kwa sababu nimewasikia mashabiki wa Simba Zanzibar wanaongea na waandishi wa habari, wanamuomba waziri awasaidie, wanamuomba sijui nani, viongozi tusaidieni, hawa Yanga sio wanatuonea. Sasa kwa hali kama ile lazima Yanga kidogo waonee huruma, kwa sababu mpaka unakuja kuomba msaada msaidiwe, ni swala moja la ajabu. Unasema yule Dickson Jobu amejivunja kwa sababu ameona moto wa Simba sio kawaida. Hajajivunja, yule kaumia, kwa sababu kama moto wa Simba sio kawaida, si wangepata goli? Wangepata goli, kwa sababu dakika 90 zote walizocheza Simba walikuwa na kimbia, walipewa nafasi. Umeona mwenyetu mmoja ile alichoma, umeona huyu Zilaili Mwenda kila mpira nao upata anarudisha nyuma, kuna mmoja alirudisha nyuma, forward wa Simba kaipata, lakini kwa sababu uwezo ni mdogo wakakosa goli. Mwenda nyingi alikuwa anarudisha nyuma, akipata baada kwenda kushambulia anarudisha nyuma, baada kwenda kushambulia anarudisha nyuma. Ina maana unapofanya vile unaizorofisha timu. Unaona, inazorofisha timu ili isifanye mashambulizi kwenda mbele, sababu ukipata mpira wewe unarudisha
nyuma kwa beki mwenzio au kwa golikipa. Ina maana ule ni mpango maalum wa kumlinda Simba na Simba kweli kalindwa. Ile ni mipira tu ya mipango. Yanga jana hajacheza mpira wote, alienda tu kwenye mazoezi. Hata ukiangalia wachezaji wa Yanga aliokuwa amizamilia ni watu hawa wawili. Kusema hawa amizamilia Buke Abuya na huyu nani huyu banka yule nani yule anaitwa Mudassiri Yahya. Wale ndio walifanya kweli, sababu Duke Abuya akimiliki mpira hanyang'anywi, na Mudassiri akipata mpira anafosi kwenda mbele. Kocha akaona huyu hajasikiliza maelezo, toa nje. Toa nje, wataleta madhara. Wakatolewa, wakamuingiza sijui mtoto gani anaitwa Ulimwengu sijui nani sijui. Unaona timu mechi dabi unamuingiza mtoto ambaye hana uzoefu, mechi za nyuma hajawahi kucheza. Yaani zile mechi ndogo ndogo zile hajawahi kucheza, afu namuingiza mechi ya dabi. Watu hao wawili jana nilivyokuwa naangalia ule mpira, wale watu hawajasikiliza maelezo. Huyo Mudassiri na huyu nani huyu na Duke Abuya. Wale walikuwa na kichafua kweli. Kocha kawatoa. Na wale goli angepata kweli. Sasa wangepata goli dabi singekuwa na maana tena. Ina maana Simba shukuru kwa kulindwa. Pengine tumeona Djigui Diarra ameibuka kuwa man of the match. Pengine yule hakupata maelezo vizuri mpaka na kuwa man of the match. Inawezekana hata yeye maelezo hajapata. Kwa sababu ile goli aliyochanua kama pweza angepata, lakini Diarra naye ndo katika watu hao hawa watukutu, kwa sababu katika familia kuna watoto watukutu. Ukimwambia hichi yeye akusikilizi. Ukimwambia hili yeye akusikilizi, ndo alichokifanya Diarra. Lakini sasa alizozifanya Diarra anastahili kuwa man of the match. Anastahili kwa sababu amefanya kazi kubwa, na Diarra ni golikipa bora Afrika. Kwa sababu yule ni golikipa AFCON. Unaona? Yule pale ni golikipa AFCON. Sasa kile alichokifanya jana kinastahili. Lakini ulivyoitazama Simba imejipata kama ambavyo wanavyosema wao kwamba Simba sasa hivi imejipata. Simba mna timu. Ukimwona mtu anasema Simba ipo vizuri, huyo mpira hajui na mpira hajacheza. Unajua wengi wanaoshabikia mpira, wengi wanafuata midundiko, wengi wanaofuata wachambuzi, kwa sababu 95% wachambuzi hawajui mpira, hawajui maana mpira, na mpira wenyewe hawajawahi kucheza hata mpira wa kitoto. 5% wanajua, kwa sababu hii kazi ya kuchambua hapa Tanzania ameanzisha mtu mmoja, alikuwa anaitwa Dr. Liki mwaka 93, anaanza kuchambua mipira dunia, makombe ya dunia, ligi ya Ulaya. Na yule mzee alikuwa na uwezo wa kuchambua mpira, kwa sababu yeye alikuwa anaangalia mpira, anachambua makosa ya timu fulani. Lakini kitu cha ajabu, wachambuzi wa sasa wanamkataa refa. Wachambuzi wao tuliokuwa nao wanasema huyu refa hafai, amezeheka, huyu refa ni wa Yanga. Wachambuzi wetu hawa sasa hivi ambao hawajui mpira, wachambuzi hawa wanapanga listi. Sasa ndo utofauti wa wachambuzi na machawa. Sisi kwa muda huu wachambuzi Tanzania labda wapo 5, lakini wengi waliojaa ni machawa. Wachambuzi wapo pale Azam, lakini hao wengi hao ni machawa tu, wanachumia tumbo. Mpaka sasa hivi mmewapita Simba point 5. Unadhani wanaweza wakazirudisha pointi zao? Hawezi kuzirudisha hizo pointi 5. Ligi imeshaisha, hawezi kuzirudisha. Watarudisha kivipi? Shaisha kati ndio kwanza mechi ya 10 sasa hivi. Mechi ya 10, lakini ninavyoiona Simba bado. Kwanza forward haina. Kwa jinsi jana Yanga Selemani Mwalimu jana sikawazi. Sele hakuna alichocheza, ile ni goal offside. Hata yule beki aliyosimama pale hajataka hata kushughulika na yeye, kwa sababu alishajua hili ni offside. Ukimwona mtu anasema lile goli, huyo ni mbumbumbu. Hajasoma. Kwa sababu kama mimi sheria zote za mpira za marefa wote nazijua. Sasa 90% wanaosema lile ni goli, huyo ni mbumbumbu. Mbumbumbu ni mtu ambaye hajasoma. Ni mbumbumbu tu ndio wanasimbua, lakini hiyo ni offside. Wasisababishe yule mshika bendera watu wamchukie, yule amechezesha mpira vizuri, wasilazimishe ushindi, wasajili timu. Kwa sababu hao mashabiki wa Simba, kuna mashabiki wengine walijitolea wakampa bosi wao masaa 72. Unaona? Ili kumtingisha asajili timu mzuri. Hao tena wanapiga magoti wanaomba. Sasa wewe kama unamuomba tajiri
si tayari umeshakwama. Atashindwa kusajili timu mzuri. La msingi wasajili timu mzuri ili waifunge Yanga. Wasiombe misaada kwa viongozi ili wawasaidie. Eti huyu sijui afanyaje, akuachie, hicho kitu hakipo. Mna mechi moja mkononi kabla ya kukutana Azam. Pengine nini kifanyike sasa Young Africans kama vile ipo chini ya kiwango? Yanga haipo chini ya kiwango. Yanga ipo katika moto mkubwa kwa sababu imetoka katika kushinda goli 5. Timu ya jeshi JKT imefungwa goli 5 na Yanga Afrika. Wanasema ni mipango ile. Ile sio mipango, ile ni uwezo kwa sababu unaosema mipango na yeye mwenyewe kafungwa 5. Unaona? Jana ule mpira kama nilivyosema ndio ile yale ya mwaka 88 kumbeba kwa sababu wewe unafungwa mara 7 mfululizo. Wewe unafikiri leo hapa pangekuwa vipi? Sio ungeandamana hao wangeandamana. Sasa ili wasifanye hivyo tukaamua tucheze chini ya kiwango, wapate goli, washinde, watoke na pointi 3 au watoe draw. Unaona sasa hivi mji umetulia. Wanavaa jezi sasa hivi. Zile jezi walizonunua za 12,000 sasa hivi unaziona wanavaa. Wamezishatoa kwenye mabegi wanazivaa. Ndio kitu ambacho sisi tulikuwa tunakitaka. Tumalize na hili. Nataka uzungumzie kuhusiana na wachezaji hao watatu. Kuna Libase Geye, lakini kuna Ino Loemba, lakini kuna yule mwingine Aula. Unawazungumziaje? Wale ni wachezaji wa kawaida wa kuchezea vitimu vidogo au mipira ya shule. Zamani pale Tanzania palikuwa kitu kinaitwa mitushunta. Mipira ya shule. Sababu mimi ninojua mpira ni matokeo. Hata Messi anapokata chenga, hakati chenga za kijinga. Chenga za kihayawani. Yaani wewe unakimbia tu unakata chenga umesimama juu ya mpira lakini hamna mafanikio. Mpira ni magoli. Mwangalia Cristiano Ronaldo anapiga chenga na ingia kwenye box. Alafu akifika kwenye box anapiga mashine au ndani ya 18 anapiga mashine. Inakuwa goli. Mwangalie mtu kama JJ Okocha. Alikuwa anapiga chenga naenda golini anafunga goli. Mwangalie mtu kama Tolib West alikuwa anafunga magoli, akina George Best wa mwaka 75 pale Manchester United alikuwa anapiga chenga nyingi anafunga magoli. Sasa zile chenga wanazopiga wale wachezaji wa Simba hazina maana yoyote. Sasa wamepiga chenga bado wapo Guantanamo. Ndio wameshabaki gerezani. Sababu wakija kupigwa tena tayari mshatimia 7. Sasa wale wachezaji waliowasajili, unajua Tanzania wanapenda wachezaji wa kusimama juu ya mpira, kapiga chenga, kampatisha tutobo. Ule mpira una maana yoyote. Pale wachezaji wale wameshafeli. Kwa sababu mpira ni matokeo, mpira ni akili, mahesabu. Ina maana wasajili upya, hamna timu pale. Wakiendelea kucheza vile kuna timu itakayoisumbua Simba kweli? Kwani sio wamefungwa na Azam wale? Na juzi ametoka draw. Anasema alikuwa hajajipata kisa safari wamejipata. Na Dodoma nao hajajipata, Dodoma Jiji tena timu ya kijijini. Wametoka na draw Dodoma Jiji. Sababu Dodoma Jiji waliamua kucheza mpira, Yanga hawajaamua kucheza mpira. Wametoka draw na wale walikuwepo wamefanya kitu gani? Hakuna walichokifanya. Ina maana Yanga jana ni wao wenyewe waliamua tusicheze mpira, ndio maana umewaona vile. Lakini kama Yanga wewe unafikiri wamekutana na timu ngapi ngumu hapa Afrika? Wamekutana na Ahari timu ngumu, shughuli kawa mzito. Unaona bwana? Wamekutana na Robert, shughuli kawa mzito. Sembuse hii Simba bwana. Timu dhaifu kabisa. Yaani kwa Ulaya wale wote wanashuka daraja. Nimemsikia JB 64 anasema kwamba kwa mipango mnaoifanyia Yanga ndio maana hamjawahi kuwafunga timu za kwenye poti namba 1 na 2 katika klabu bingwa. Nani aliyozungumza hivyo? JB 64. JB 64 yule JB 64. JB 64 mpira ajui. Yule ni comedy kwa sababu unapoizungumzia Yanga ndio timu ya kwanza kuwafunga Waarabu goli 4. Anasema mnawafunga wale wa chini lakini kuwafunga poti namba 1 na namba 2 ndio kwa. Alifungwa goli 1 hapa. Yeye yupo chini. Al Ahly hapa Taifa Kanavalo alifunga goli 1. Wapo chini wale. Wale Blizzard wamefungwa hapa goli 4 na Yanga wapo chini wale. Wale wapo juu ndio maana nikasema yule hajui mpira ile akavamia. Hapa amewaita nyie ni mwaka 88 yani nyinyi 88 hamjai kuvuka pointi 8 kwenda mpaka 9. Na pointi 8 ya kufanyaje? Ni klabu bingwa. Sasa Yanga ndio timu bora sasa hivi hapa Tanzania. Kwanza ubora unaanzia ndani. Uwezi hata mti yote hata ukiona ule mbuyu mkubwa unaanza chini. Na maana hiyo Yanga ambayo yeye anaizungumzia ndio timu bora hapa Tanzania. Simba imefungwa mara 6 mpaka leo inatabika. JKT Ruvu imefungwa mara 6.
Kosolo Azamu tu hatujawahi kumfunga mara 6 mfululizo, lakini hao wote mara 6 Simba. Ina maana Yanga bado inahangaisha watu mpaka muda huu. Mbona jana wameshangilia sare? Jana wameshangilia sare kwa sababu wamepata mafanikio. Hata Ahmed Ali amesema tumepata mafanikio makubwa kutoa draw na Yanga. Sasa mimi nawapongeza Simba kwa kutoa draw na Yanga. Wamefanya vizuri kwa kifupi. Bwana nikushukuru sana.